yeye kama si ukweli si atalalamika. Yule amelalamika ni Sudi na kunitusi. Wewe ni matako sana shetani. Wewe tulikusaidia mtu mjinga, mtu bubu. Wewe ni mtu kasia. Wewe nataka nikwambie usikie vizuri. Hautawahi kwa chochote Kenya. Na namba 2, utuletee mshamba zote tumeiba. Hata point moja spring na useme ni hii. Sudi ulipa hii ama uje malipa hii ama kura lipa hii. Wewe ni mtu mfi. Na wacha nikwambie wewe nje. Sisi ndio tunataka. Tuko na makini kutosha. Lazima hiyo ni Sudi. Hiyo ni Sudi ananitumia. Wacha nikwambie kuna lakini si mimi nasikia. Sasa wewe ni kiongozi. Sasa ningetaka mjue dakika moja. No, ni mzuri mjue. Wasikizaji wajue. Wale viongozi wanatembea na William Ruto ndio hawa. Unasikia ile ngo wanatumia? Mheshimiwa Faruku anatukana Uhuru Kenyatta. Sudi anatukana mimi. Majina ambaye hatakikani itoke kwa mdomo ya kiongozi. Mzungumzie kwa sababu wako hapa kujitetea. Lakini mliniuliza shida iko wapi? Mheshimiwa. Mliniuliza shida iko wapi? Mheshimiwa. Nikamwambia rais, najua kuna sema ukiwa kwa shimo, kitu ya kwanza unafanya unawaza kuchimba zaidi ndio ujue vile utatoka. Sasa hii mazungumzo kama hii. Mheshimiwa Rigathi, are you bitter? I'm not bitter. Why? I'm laughing with you. Are you bitter? Are you fallout yako na president? I'm not bitter. Why? Are you bitter with him? Is it personal? No, there's nothing personal. Because kuna incidences mawili. Ya kwanza ni umecheza this audio, which we apologize on behalf of these people because kwetu sisi that is unprofessional. Ya pili, you said that kama basi State House inafunguliwa watu kuja wakule pesa, basi wa Kalenjin pia wakuje wakule. How does two wrongs make a right? Because unafaa ku come out as a better option kwa sababu umekosoa rais. Now mbali na kukosoa yale mambo rais hajafanya, wa Kalenjin wanataka kusikiza Rigathi Gachagua kama suluhisho ya shida zao. Umesema tangu utoke kwa ofisi ya kwamba hajafanya hii, amefanya hii. That political betrayal. Na it comes out like bado una maumivu na machungu ndani ya moyo wako. Wasikilizaji wetu leo wanataka kukuona kama kiongozi bora ambaye differences zako na president has come out loud, but it is coming out loud that you're still bitter. Now, why would my Kalenjin listeners wa Chamge FM trust you? Why are you deciding for me that I'm bitter? You cannot decide for me. I have not said I'm bitter. Because you have no capacity. You have no capacity to determine whether I'm bitter or not. I am saying, yes, Kenyans are very bitter people because they were conned and deceived. Waliambiwa watawekwa pesa kwa mfuko. Instead ya kuwekwa, zile kidogo ilikuwa imetolewa through taxation. Kenyans are bitter people. Jana wafanyibiashara pale Githurai, when President Ruto was announced a winner, 200,000 people walienda hapo wakachinja buzi, wakafanya chakula kwa rami wakisherekea. Jana wametumiwa mabuldoza, imewaangaisha. They are bitter people. It's not me who is bitter. It's the Kenyan people who are very bitter. Wale ambaye wakienda hospitali SHA haifanyi kazi na zamani ilikuwa NHIF inafanya kazi, they are bitter. Wale ambaye wako na watoto wao walikuwa wanasomeshwa wakati ya Kibaki, wakati ya Uhuru wanapata free primary education, leo wako nyumbani, they are bitter people. Now let's say the president has failed. Now why would he choose you? Tuseme yeye amefail, hajafanya haya yote umesema. Why would you be a better option? But madam, if you have been listening to me, nimesema nikiwa president what I'll do. I can repeat if you did not hear. Nimesema